السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha sisi waja wake kwa fadhila mbalimbali na ametuneemesha sisi kwa neema mbalimbali. Tuzitumie neema zake kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, iwe ni salama yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya hisabu. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha sisi kwa neema mbalimbali, katika hizo ambazo ni katika jumla ya vile vyanzo au nyenzo za sisi kujikurubisha kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye vizuri, na ikawa ni salama, ni sababu ya salama yetu mbele yake yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya hisabu. Ni hizi mali na vipato ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala sisi anatujalia, vipato ambavyo sisi tunakidhi mahitaji yetu ya kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kati yetu ana namna yake ambayo amemruzuku, lakini hivi tulivyoruzukiwa, pamoja kwamba ni neema ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile ni mtihani kwetu sisi, na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika Qur'ani. Sasa kwa kuwa mali na vipato ambavyo wanadamu wana vipato wanaruzukiwa wakakidhi mahitaji yao ya kila siku kupitia hivyo vipato, kupitia hizi mali na vipato kuna maslahi yanapatikana, na maslahi ya kidunia ni maslahi yetu binafsi sisi wenyewe, maslahi ya kijamii, kadhalika kuna maslahi ya kidini ndani yake yanapatikana. Utaona Uislamu ukaja na sheria madhubuti katika kulieleza hili sala la mali na vipato vya watu. Uislamu haukuliacha jambo hili holela. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika al-fusul fi siyami والتراويح والزكاة anasema wa anna al-islama lam yuhmil al-amwala, alipokuwa akieleza masala ya zaka na utoaji na faida zake. Kwa hiyo ukitizama sheria ya Uislamu utaona ya kwamba wa anna al-islama lam yuhmil al-amwala, Uislamu haukuzipuuza mali, haukuziacha bure,
wala almasalih allati yumkinu an tubna ala alamwali, wala yale maslahi ambayo yanawezekana kujengwa kupitia mali. Uislamu haukuyaacha bure mambo hayo, kuna muongozo ukatolewa katika vitu hivyo. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, walam yatruku linnufusi aljash'a, na vile vile Uislamu haukuacha kwa ajili ya nafsi tamaa, yani Uislamu ukaachia nafsi za watu tamaa za kimali. Ashahihata alhurriyata fi shuhiha wa hawaha, tamaa zile za kimali na ubakhili na ule uhuru katika ubakhili wa mtu na matamanio ya nafsi. Nafsi haikuachiwa, bali huwa a'zam muwajjihin lilkhairi, bali Uislamu ndio kielelezo kikubwa cha khairi, ni kitu chenye kuelekeza, kitu kikubwa chenye kuelekeza katika khairi, wa muslihin lilumam, na ni kitu chenye kuzisilihisha nyumati mataifa kwa ule muongozo na sheria iliyokuja katika Uislamu. Kwa hiyo watu hawakuachiwa huru katika zile mali zao na vipato vyao. Uislamu ukaweka taratibu maalum, kwa kuwa kuna maslahi yanapatikana huko, maslahi ya kidini hapo katika mali za watu, maslahi yetu sisi binafsi yapo humo, maslahi ya jamii kwa ujumla yanapatikana. Na lau kwamba watu wangeliachiwa hivi hivi kila mtu afanye anavyotaka katika mali yake, basi mambo yangeliharibika. Kwa kuwa nafsi za watu, katika vitu ambavyo nafsi zimepambiwa ni kupenda mali. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai walbanina walqanatiri almuqantarati min aldhahabi walfidda, umepambiwa watu kupenda yale matamanio yao yote, kupenda wanawake, walbanina, na kupenda watoto, walqanatiri almuqantarati min aldhahabi walfidda, na kupenda mali, dhahabu, fedha. Nafsi zimepambiwa katika mambo hayo, zinapenda. Sasa lau kwamba watu wataachiwa hivi hivi, basi kuna maslahi mengi yataharibika. Sasa Uislamu ukaja na mpango mkakati katika hivyo vipato vya watu na mali zao. Jambo la mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza akatufahamisha katika Qur'ani na kututahadharisha kuna fitna ya mali, kadhalika na kuturaghibisha na akhira, kutupubisha sisi tuipende akhira, tutumie hivi vipato vyetu kuikusudia nyumba ya akhira, tuipate hiyo nyumba ya milele. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitna, fahamuni ya kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani, wallahu indahu ajrun adhim, na Allah subhanahu wa ta'ala huko mbele zake huko ndio kuna ujira mkubwa. Lakini mali, watoto, mtu alionao ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anakupima kupitia mali, utafanyaje? Anakupima pia kupitia hao watoto, utafanyaje, utawalea vipi? Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ujira mkubwa kwa yule aliyetumia mali yake vizuri kwa misingi ya sheria inavyomtaka, na yule ambaye aliwalea watoto wake vizuri kwa misingi ya sheria inavyomtaka walee watoto wake. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu huyo kuna ujira mkubwa. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha na fitna ya mali na fitna ya watoto, lakini vile vile anaturaghibisha, anatukupisha tuvitumie hivi vitu katika kuipata akhira. Katika suratu Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akasema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya maisha ya dunia. Walbaqiyatu salihat, na yale yenye kubaki katika matendo mema, katika mambo mema, khairun inda rabbika thawaban, hayo ndiyo bora mbele ya Mola wako kwa malipo, wa khairun amala, na ndiyo bora kwa matarajio. Lakini mali, watoto ni mapambo tu ya maisha ya dunia. Yani mali hutoweka, ima ukafilisika katika uhai au ukafa ukaiacha. Hivyo hivyo watoto, ima ukafa ukawaacha au wakafa wote wakakuacha wewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walbaqiyatu salihat, na yale yenye kubakia katika matendo mema. Matendo mema uliyofanya kupitia hiyo mali yako, matendo mema
yaliyobakia kupitia hao watoto wako, khairun 'inda rabbika thawaban, hayo ndiyo bora mbele ya Mola wako kwa malipo, wa khairun amala, na ndiyo bora kwa matarajio. Kwa hiyo hapa pia Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha tena kunako fitna ya mali na watoto, na anaturaghibisha na akhira kama tuvitumie hivi katika kuitafuta nyumba ya akhira. Na yule ambaye atavitumia vizuri, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ujira mkubwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha na ubakhili, kwa kuwa ubakhili una madhara, si madhara tu ya mtu yeye mwenyewe kwa nafsi yake, madhara katika Uislamu, madhara kijamii. Ubakhili, Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha na ubakhili katika suratul Isra. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, na wala usiujalie mkono wako ni wenye kufumba, umekunja katika shingo yako, hutoi. Usiujalie mkono wako hivyo, hilo linakudhuru wewe mwenyewe, lakini vile vile lina madhara katika Uislamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sheria yake ikaja ikazizungumza mali za watu, kiwe kipato ni kidogo kiwe ni kikubwa, kila mtu kwa nafasi yake. Liyunfiqu dhu sa'ati min sa'atihi, atoe kila mwenye uwezo kwa uwezo wake, kila mwenye ukwasi kwa ukwasi wake, kila mtu atoe kwa kile alichopewa. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, na yule ambaye amefanywa finyu riziki yake, basi atoe hicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa, atoe hata kama ni kidogo. Kwa nini? Kwa kuwa ubakhili unakudhuru wewe mwenyewe katika mambo yenye kutudhuru katika riziki. Ule ukunjufu wa riziki zetu, kukunjuliwa sisi mambo yetu, ni ubakhili wetu. Unapotoa, Allah subhanahu wa ta'ala naye anakupa. Inma yarhamullahu arruhamaa, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika mambo yalivyo, Allah anawarehemu wale wenye kuwaonea huruma waja wenzao. Huna lakini ukaona huyu mwenzangu pia hana, nampa. Allah anawarehemu watu na anawaonea huruma watu hao, kuliko kubakia na ubakhili kwamba unasubiri upate ndio utoe. Kipimo cha kutoa, kipindi cha kupata ni pale ambapo huna. Yani ukiwa huna, unatoa hata kidogo. Wewe kwa siku unahitajia 1500 mathalan, lakini umepata 3000, natoa 1000, 2000 nitatumia. Basi kwa mtindo huu, hivyo hivyo ukija kupata kingi utatoa. Lakini kama hutoi katika hicho kidogo, basi hivyo hivyo ukipata hicho kingi hutoi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha na ubakhili. Kadhalika katika suratu Tauba Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, na wale ambao wanasindika, wanalimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi hizo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fabashiruhum bi'adhabin alim, basi wabashirie wao adhabu yenye kutia uchungu, au adhabu iliyochungu. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambayo zitamiminiwa moto hizo mali zao. Fi nari jahannam, zitatiwa moto hizo mali zao katika moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, kisha vikachomwa kupitia hizo mali zao vipaji vyao vya uso. Wa junubuhum, na mbavu zao. Wa dhuhuruhum, na migongo yao. Hadha ma kanaztum li anfusikum, kisha waambiwe kwamba haya ndiyo yale mliokuwa mkiyalimbikiza kwa nafsi zenu, hamtoi. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni adhabu ya vile mlivyokuwa mkivilimbikiza. Hamtoi, mnaweka tu. Kuna watu wanafurahia kuona akaunti zao zinasoma kila siku, akaunti inapanda, anachungulia tu Tigo Pesa kuna shingapi, NMB kuna shingapi, anasoma tu miamala inavyoingia, lakini kutoa hatoi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa mali zao siku hiyo zitakuja kutiwa moto ndani ya moto wa jahannam, kisha vichomwe vipaji vyao vya uso na mbavu zao na migongo yao kupitia hizo mali zao, kisha waambiwe hadha ma kanaztum li anfusikum, haya ndio yale ambayo nyinyi mlikuwa mkiyalimbikiza kwa nafsi zenu. Fadhuku ma kuntum takinizun,
basi onjeni adhabu ya kile mlichokuwa mnakilimbikiza. Allah subhanahu wa ta'ala hapa ametutahadharisha siku na kubakhili, bali Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo yote akatueleza fadhila za utoaji katika njia yake, na Qur'ani imejaa ayati zikieleza jambo hilo. Wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni katika vile ambavyo sisi tumekuruzukuni nyinyi. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kabla hajafikiwa mmoja wenu na mauti. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mtu asije akasema mwisho wa siku sasa roho inamtoka, ana mali zimebakia huko nyuma hakuzitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuzitumia katika khairi. Sasa roho inamtoka ndo anajuta, Mola wangu, hebu nicheleweshe kidogo ili nipate kutoa sadaka. Laula akhartani, lau Mola wangu kanichelewesha kidogo mimi, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, nikatoa sadaka na mimi nikawa katika watu wema. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah haicheleweshi nafsi pindi wakati wake unapofika. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari mno na yale mnayoyafanya. Kwa hiyo tukatahadharishwa kila sampuli ya mambo ambayo yatatupelekea sisi katika maangamivu kupitia hizo mali zetu. Ubakhili, kutokutoa, kulimbikiza tu. Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tutoe katika njia yake, na akatueleza faida za kutoa, na Qur'ani imeeleza jambo hili kwa upana, faida za mtu kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote ni kwa kuwa hivi vipato tunavyovipata sisi, viwe vidogo viwe vikubwa, vina maslahi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Uislamu ukaja na utaratibu huu, mali yako mwenyewe, lakini usipoitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala basi utaadhibiwa kwa hilo. Kwa ubakhili ukaitumia mali katika mambo mengine, mambo ambayo hayana manufaa na wewe na akhira yako, halafu huko Uislamu unahitajia hiyo mali yako, wewe unaitumia hiyo mali katika mambo mengine, Allah subhanahu wa ta'ala kawaahidi adhabu watu hao. Kwa kuwa hivi vipato ni sababu ya maslahi ya kidini. Kuna mambo katika dini yanatengenezeka kupitia hicho kipato chako ulichonacho. Kuzuia kwako ni kuzuia ustawi wa Uislamu. Fa haqqa alayka al'adhab, kwa ikawa haki juu yako kuadhibiwa kwa kule kufanya ubakhili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ambao ameipokea al-Imam al-Bukhari kadhalika na al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Abi Sa'id al-Khudri anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume Allah sallallahu alayhi wasallam qama ala al-minbar, siku moja alisimama juu ya minbar akiwahutubia watu. Faqala, akasema inma akhsha alaykum min ba'di ma yuftahu alaykum min barakati al-ard, kwa hakika ninachokiogopea kwenu nyinyi masahaba zangu baada ya mimi kuondoka, ma yuftahu alaykum, ni kile kitakachofunguliwa juu yenu, min barakati al-ard, katika vinono vya ardhi, mambo mazuri ya ardhi, dunia ikachanua kwenu nyinyi, mali zikafunguka kwenu nyinyi. Katika mambo ninayokofia kwenu nyinyi masahaba zangu ni hilo. Thumma dhakara zahrata ad-dunya, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja mapambo ya dunia, yale mazuri ya dunia. Fabada bi ihdahuma, akaanza kwa moja lao, wa thanna bil ukhra, na akalifanya kawili jingine, akalitaja jingine kwa mara ya pili. Faqama rajul, akasimama mtu mmoja, faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, awa yati alkhairu bishari, je, inaweza khairi kuleta shari? Awa yati alkhairu bishari, je, khairi inaweza kuleta shari? Mali ni khairi, Allah subhanahu wa ta'ala kutufungulia katika dunia ni khairi, tukawa tuna mali ni jambo zuri. Je, hii khairi inaweza ikaja pamoja na shari? Pasakata anhu sallallahu alaihi wasallam, mtume akamnyamazia yule bwana.
Abu Sa'id al-Khudri anasema qulna yuha ilayhi, tukasema pengine anateremshiwa wahi ndio maana amenyamaza. Wasakata an-nas, na hivyo hivyo watu pia wakanyamaza, wote waliokuwa msikitini. Kaanna ala ruusihim at-tayr, kana kwamba kuna juu ya vichwa vyao ndege. Thumma innahu masaha an wajhihi ar-ruhadhaa, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapangusa katika uso wake jasho. Kwa kuwa Mtume sallallahu alipokuwa akiteremshwa wahi, jasho linamtoka hata kama huo ni usiku wa baridi, jasho litamtoka. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina sailu anifa, yuko wapi yule muulizaji aliyeuliza hivi punde? Mtume sallallahu akamuuliza yule bwana, awa khairun hu, je hiyo mali ni khairi? Kamuuliza mara 3, awa khairun hu, hiyo mali ni khairi? Kwa kuwa kuna vitu kwa ujio wake ni khairun mahdhu, khairi iliyotakasika, kama vile Uislamu ni khairi iliyotakasika, la shubhata fihi, hakuna shubha ya aina yoyote ndani yake kwamba kuna kitu ambacho sio khairi katika Uislamu. Kitu ambacho sio khairi utakizua wewe katika, lakini Uislamu kwa mafunzo yake na sheria yake ni khairi tupu. Lakini kuna vitu vingine kwa ujio wake kunahitamili mambo mawili, khairi na shari, kama vile mali haiwezi kuwa ni khairi tupu iliyotakasika ndani yake. Mali kunahitamili khairi ndani yake na kunahitamili shari, hasa ukizingatia mtu aliichuma vipi alafu aliitumia vipi. Kwa ndani yake kunahitamili khairi na shari. Mtume akamuuliza, awa khairun hu, kwani hiyo mali ni khairi? Kwa maana ya kwamba mali sio khairi iliyotakasika, ndani yake kuna shari, kwa kuzingatia uliichumaje na uliitumia vipi. Kisha Mtume salama akamwambia, innal khaira la yati illa bil khairi, khairi haileti isipokuwa khairi. Wa innahu kullama yunbitu ar-rabi'u ma yaqtul habatan au yulim, na hakika mambo yalivyo, kila pale ambapo kipindi cha vuli kinapootesha majani. Ar-rabi'u ni kipindi katika vipindi vya mwaka, kipindi ambacho mvua huwa zinanyesha, alafu majani yanastawi, mimea na majani hustawi kwa wingi. Mtume anasema, wa inna, hakika mambo yalivyo, kullama yumbitu ar-rabi'u, kila pale ambapo kipindi hichi cha vuli kinavootesha mazao na majani kwa wingi, ma yaqtul habatan au yulim, ndivyo ambavyo anaangamia mnyama mwenye kula ovyo. Majani ni mengi, yeye mnyama kawa hachagui chakula chochote, anapeleka kwa kuwa maadamu nyasi zimeota, shubiri anapeleka. Hivyo ndivyo ambavyo anakufa mnyama anayekula ovyo, kila jani ale maadamu limeota, au yulimu, au likampelekea katika maangamivu. Illa akilatal khadiri, isipokuwa yule mnyama mwenye kula majani, mwenye kula ndishwa, haya majani ya kawaida ambayo wanakula wanyama. Hata idha mtalaat khasirataha, mpaka litakapojaa tumbo lake au vile viwele vyake. Istaqbalati shamsa, akalielekea jua, kupata manufaa ya jua. Fathalatat wa balat thumma rata'at, yani akakidhi haja yake yule mnyama, kile kilichotoka kimetoka, kilichobakia kimemnufaisha. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadha almala, hakika hii mali, khadiratun hulwa, mali ina rangi ya kijani kibichi, yani mali ni tamu, ni nono, inavutia kwa kuitazama. Hulwa ni tamu. Wa ni'ma sahibul muslimi, na bora mtu muislamu, mtu bora ambaye ni muislamu, liman akhadhahu bihaqqihi, ni yule aliyechukua hii mali kwa haki yake. Faja'alahu fi sabilillah, akaijalia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabilillah inaingia mambo yote ya Uislamu, kuanzia jihadi, talabatul ilmi, kwamba kuna wanafunzi wanahitajia kupewa, wanunue vitabu, walipe ada za masomo, wanaingia huko, na mambo yote yanayohusu Uislamu. Yule aliyechukua mali hii, faja'alahu fi sabilillah, akaijalia katika njia ya Allah. Waliyatama, na akawapa mayatima, walmasakini, na maskini, wabni sabili, na aliyekatikiwa na safari akapewa. Waman lam ya'khudh bihaqqihi, na yule ambaye hakuichukua kwa haki yake, fahuwa kalakili alladhi la yashba, yeye ni kama mwenye kula ambaye hashibi. Mtu anakula alafu hashibi,
kila akila hashibi. Wa yakunu alayhi shahidan يوم القيامة, na hii mali itakuwa ni ushahidi juu yake, ushahidi dhidi yake siku ya kiyama. Mali itakuja kumtolea ushuhuda wa kumwangamiza kama hakuitumia katika misingi ya sheria vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka. Sasa hapa ndo tumefeli sisi watu wengi, hatuzitumii mali zetu na vipato vyetu katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia. Matumizi yetu yakawa ni matumizi ya kibinafsi tu sisi wenyewe, lakini jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala linafeli, linadorora kwa sababu ya ubakhili wetu, kwa sababu ya uchoyo wetu. Na ndiyo maana pia sisi wenyewe mambo yetu yanakuwa magumu, hatufunguliwi, kwa kuwa kila mtu anapozidi katika ubakhili na kutokutoa, basi hivyo hivyo naye Allah anazidi katika kumfinyia riziki yake. ومن يبخل انما يبخل عن نفسه, na anayefanya ubakhili anayefanya ubakhili nafsi yake. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bainama rajulun bifalatin min al-ard, baina ya mtu mmoja alipokuwa katika ardhi tambarare. Bwana mmoja anasafiri, yupo katika ardhi ya tambarare. Fasami'a sautan fi sahaba, akasikia sauti katika mawingu. Isqi hadiqata fulani, sauti ikisema nyesheleza katika shamba la bwana fulani. Sauti inamtaja mtu huko mbinguni kwamba yale mawingu yanaambiwa yamwage maji yake katika shamba la mtu fulani. Fatanaha dhalika sahabu, yakajitenga yale mawingu, kile kiwingu kikajitenga. Faafragha ma'ahu fi harrati, kisha kikamwaga maji yake katika ardhi yenye changarawe, ardhi yenye vijue vyeusi. Harra ni ardhi ina vijue vidogo vidogo vyeusi. Yale mawingu yakamwaga pale maji yake. Fa idha sharjatun min tilka ash-shiraj, mara akaona mfereji katika ardhi hiyo, yani mfereji uliopasuka kutokana na hayo maji. Qad istaw'abat dhalika almaa kulla, ule mfereji umeyakusanya maji yote. Fatatabba almaa, yule bwana akayafuatilia yale maji. Mfereji umeyakusanya maji, alafu maji yanaporomoka kwenda sehemu moja yote. Yule bwana fatatabba almaa, akayafuatilia yale maji yanapokwenda. Fa idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi, mara mbele anamkuta mtu amesimama katika shamba lake. Yuhawilu almaa bimishatihi, anayachepua maji, anayakengeusha maji kupitia jembe lake. Kashika jembe lake, anayatengenezea maji njia inaingia katika shamba lake. Faqala lahu, huyo bwana akamuuliza yule bwana anayefanya ile kazi ya kuyachipua yale maji yaingie katika shamba lake, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, masmuk, jina lako ni nani wewe? Faqala fulani, akasema mimi naitwa fulani. Lilismi alladhi sami'a fi sahaba, akalitaja jina lile ambalo huyu bwana amelisikia likitajwa kule katika mawingu. Faqala lahu, akasema kumwambia yeye, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, lima tasalni an ismi, kwa nini unaniuliza kunako jina langu? Faqala, akasema inni sami'tu sautan fi sahaba, hakika mimi nimesikia sauti katika kiwingu, nimesikia sauti katika mawingu. Alladhi hadha ma'uhu, mawingu ambayo haya ndiyo maji yake. Yaqul, hiyo sauti inasema, isqi hadiqata fulani, yesheleza katika shamba la bwana fulani. Lismika, kwa jina lako ambalo wewe umenitajia. Fama tasna'u fiha, huyu bwana anamuuliza sasa, wewe unafanya nini katika shamba hili? Una siri gani hapa? Mbona mpaka umetajwa huko mawinguni? Qal, akasema yule bwana mwenye lile shamba, amma idh qulta hadha, ama uliposema hili,
fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, mimi natazama katika kile ambacho kinatoka katika shamba langu, yani nikivuna natazama nimepata mazao kiasi gani. Fa atasaddaqu bi thuluthihi, kisha natoa sadaka thuluthi ya mali yangu. Wa akulu ana wa iyali thulutha, kisha nakula mimi na familia yangu, watu wangu nyumbani, thuluthi mbili. Wa aruddu fiha thuluthu, na ninarudisha shambani, naweka akiba ya mbegu thuluthi moja. Kwa mali yake ameigawa hivyo, thuluthi anaitoa sadaqa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, thuluthi mbili anakula yeye na familia yake, thuluthi moja anaifanya kuwa ni mbegu ya msimu ujao. Wa fi riwaya, na katika baadhi ya mapokezi imekuja wa aj'alu thuluthahu fil masakini, na ijalia thuluthi yake kuwapa maskini, wasailina, na wenye kuomba, wabni sabili, na yule aliyekatikiwa na safari nampa pia. Kwa ajili hii huyu bwana akapata ofa hii na fadhila hii ya kutajwa kwa jina lake, kwamba kiwingu kinaamrishwa kimwage maji yake katika shamba lake. Sasa sitakuwa tujiulize katika vipato vyetu sisi, hivi vipato tunavyopata, viwe vidogo viwe vikubwa, je, tuna mpango kama huu kwamba mimi huu mshahara wangu ninaopata kwa mwezi, au mimi sipati mshahara kwa mwezi, ni mihangaiko yangu tu ya kila siku, napata hiyo unaoipata kwa siku, kwa wiki. Je, una mpango kama huu kwamba hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii nitakula na familia yangu, hii akiba pengine nitaumwa, au akiba ya kwenda kazini, nauli ya kwenda kazini. Mpango huu kwamba kuna fungu maalum kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpango huo unao katika mali yako, iwe kubwa iwe ndogo. Lakini ukitutizama, yani uhalisia sasa ulivyo ukitutizama na vipato tunavyovipata, hatuko hivyo. Na ndiyo maana mambo yetu yamezidi kuwa magumu, hatuna mpango mkakati na jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala linaenda hivyo hivyo, kwa sababu ya ubakhili wetu, uchoyo wetu, na mambo yetu yakawa yanazidi kuwa magumu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo mimi ninachowanasihi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sisi ameturuzuku vitu mbalimbali, neema mbalimbali, lakini tujue kwamba hivi vitu tunavyoruzukiwa ni sisi tuvitumie katika kujikurubisha kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na matumizi bora ni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi, wa ni'ma sahibul muslimi, na bora ya mtu muislamu ni yule ambaye man akhadhahu bihaqqihi, aliichukua hii mali kwa haki yake, faja'alahu fi sabilillah, akijalia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio bora katika watu wa Islam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.